Kwa nini nachukiwa? Kwa nini nadharauliwa? Kwa nini mateso yameongezeka sana? Ni heri hata kujiua tu. Ni heri niondoke duniani. Ni heri nife, kwa sababu haipo haja ya kuendelea kuishi. Watu wananichukia kila sehemu, watu wananiuzi, mateso yanaongezeka. Haya ni maneno ya watu ambao wanaokoka, alafu kisha wanapitia changamoto ya namna hiyo. Wanapitia katika changamoto ya kuteseka, mateso mbalimbali. Wanakataliwa na ndugu, wanakataliwa na jamaa, wanakataliwa na marafiki, wanaumizwa. Lakini wengine wanakuwa wameajiriwa maofisini, wengine wanakuwa wamejiajiri katika biashara zao, wengine wanakuwa wana miradi yao. Lakini baada ya kuokoka, kupitia changamoto kama hii ya kuuziwa na watu, ya kuumizwa, marafiki, ndugu wanawakataa, ndugu wanawafanyia mambo magumu sana maishani mwao, hujikuta wanawaza mawazo ya namna hii ya kuondoka, heri hapa duniani wasiwepo. Lakini wanaona heri tu watoke katika dunia hii, kwa sababu haipo haja. Wanakosa ile faraja, wanakosa yale matumaini ndani mwao kwa sababu ya mateso hayo ya kudharauliwa, ya kuuziwa na watu, na ndio maana hujikuta katika hiyo hali. Lakini nataka nikwambie siku ya leo jambo hili. Sikiliza mwana wa Mungu, unachukiwa na kuuziwa kwa sababu ya kupenda kuishi maisha ya utauwa, na ndio maana unachukiwa na watu, na ndio maana unauziwa na watu. Umemwamini Yesu, umeamua kuishi maisha ya kumpendeza huyu Yesu wa Nazareti aliye hai. Umeamua sasa kuishi maisha yako katika utauwa, na kwa sababu hiyo watu watakuchukia, watu watakuuzi, watu watakunenea kila maneno yaliyo mabaya. Kwa usiogope unaponenewa maneno ya namna hiyo. Tunaposoma Timotheo ya pili sura ya 3 na ule mstari wa 12 nasema, naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watauziwa. Wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watauziwa. Kwa hiyo usinung'unike, usiumie kwa sababu ya kuuziwa na watu mbalimbali. Iwe hapo hapo kazini unapofanyia kazi, ulipoajiriwa, iwe ni ofisini. Ulikuwa na marafiki, lakini leo umeokoka, marafiki hao wamekutenga kwa sababu ya kuona kila mara unapenda kuomba, unapenda kutenda haki, hautaki kufanya mambo mabaya ya kumchukiza Mungu, ya dhambi. Kwa unajikuta unatenda haki, na kwa sababu ya kutenda haki basi wanakuchukia na wanakudharau, na kwa sababu hiyo unajikuta katika hali ya upweke. Usiogope, endelea mbele, kwa sababu wote wapendao kuishi maisha ya utauwa watauziwa. Wanaopenda kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watauziwa na watu. Wanaowauzi ni watu hawa wanaoishi nao. Kwa usiogope kuuziwa na watu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa nini wanakuuzi watu, wanakuchukiza watu? Unachukiwa kwa sababu hii: Roho wa utukufu anakukalia, aliye Roho wa Mungu. Roho wa Mungu wa utukufu anakukalia, na ndio maana watu wanakuuzi, na ndio maana watu wanakuchukia, kwa sababu ndani mwako kuna nuru, ndani mwako kuna moto ulao, ndani mwako kuna Mungu aliye hai, ambaye ni moto, ambaye ana nguvu, ambaye ana uweza. Sasa kwa sababu anakukalia yeye, basi watu wanakuuzi, wanakuchukiza. Ni sababu gani? Hiyo ni kanuni ya ulimwengu, kusudi kubwa, ili huyo Roho wa utukufu akae kimya, asitende kazi ndani mwako. Na ndio maana watu wanakuchukiza, watu wanakuumiza, wanakufanyia kila mambo mabaya, ili kusudi huyo Roho aliyekukalia akae pembeni, asikae na wewe. Kwa nini asikae na wewe? Unapouziwa, ukijikuta unatenda mambo ya dhambi na wewe, Roho wa Mungu hawezi kukukalia, hawezi kufanya kazi ndani mwako. Tusome Petro, waraka wa kwanza wa Petro na ile sura ya 4,
waraka wa kwanza wa Petro na ile sura ya 4 na ule mstari wa 14 mpaka wa 16. Neno la Mungu linasema, mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo ni heri yenu, kwa kuwa Roho wa utukufu wa Mungu anawakalia. Maana mtu wa kwenu asiteswe kama muuaji au mwizi au mtenda mabaya, au kama mtu ajishughulishaye na mambo ya watu wengine. Lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo, asione haya, bali amtukuze Mungu katika jina hilo. Mtukuze Mungu pale unapopitia changamoto ya kudharauliwa, ya kuchukiwa, ya kuhuzunishwa, ya kuumizwa. Wakati mwingine unajikuta unadhulumiwa vitu vyako, unanyang'anywa vitu vyako. Ulikuwa unafanya kazi sehemu, hela zako ulikuwa bado hujalipwa, lakini unajikuta umeokoka na umesimama katika imani, unadhulumiwa na fedha zako na watu wanakuumiza wanavyojisikia wao wenyewe. Ni heri uteswe kwa sababu ya Kristo Yesu, ni heri uumizwe kwa sababu ya Kristo Yesu, lakini usije ukaumizwa kwa sababu ya kutenda mabaya. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa sababu ya Roho wa utukufu wa Mungu kukukalia ndani yako, na ndiyo maana watu wanakuuzi, watu wanakuumiza. Usiogope ndugu yangu kwa sababu ya kuumizwa, kwa sababu ndani mwako kuna Roho wa utukufu, kuna Roho wa Mungu aliye hai ndani mwako, na ndiyo maana watu wanakufanyia hayo. Kwa usiogope, wewe songa mbele, endelea mbele. Mungu akupe faraja, Mungu akutie nguvu, Mungu akusaidie katika kipindi unachokipitia cha kuumizwa, cha kuuziwa huku na huku, lakini elewa Roho wa utukufu yuko ndani mwako. Lakini pia elewa ya kwamba ni kwa sababu unaishi maisha ya utauwa, kwa hiyo watu watakuuzi. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu. Endelea kufuatilia somo hili, naamini utajifunza vitu vingi. Barikiwa na Bwana. Amen.